preparing her sermon, wakati alikuwa anaandaa somo lake, is one of our graduating class. ni mmoja wa wale ambao wanahitimu. And we just concluded by saying, waliweza kuhitimisha kwa kusema tomorrow, kesho, when we will be serving God's people, wakati tunaweza kuhudumia watu wa Mungu, we have to pray for each other. kwamba tunatakiwa kuombeana. And one of our class leader also, na mmoja wa viongozi wa darasa, who is also presenting today, na pia ambaye anahudumu leo in South Africa, akiwa kule Afrika Kusini, he has told me, ameweza kumwambia pastor, they are following us. Wanatufuatilia. And our parents also, na wazazi wetu pia, they are following us. Wanatufuatilia. And some of your parents now, na baadhi ya wazazi wenu hapa, telling me, wanawaambia pastor, so you mean pastor now we should not participate in our local service today? kwamba pastor unamaanisha kwamba leo tusiende katika ibada zetu makanisani kwetu? I am seeing my daughter. Ninaona binti yangu pale. I am seeing my son is. Ninaona kijana wangu hapo. This is a Memorial Primary School. Hii ni shule ya Memorial. The only school we have in North Mara field. Shule pekee tulionayo katika field yetu ya North Mara. All our children from lower class. Wakati ambapo wanafunzi wetu wote ni wa msingi. Pre-unit school, pre-unit students. Wale wa awali. We have them here. Tunao hapa. So class 1. Tuna darasa la kwanza. Class 7. Hadi darasa la 7. They are all here. Wote wako hapa. Many people have chosen to be here. Watu wengi wamechagua kuwa hapa. Many parents have chosen to be here. Wazazi wengi wameamua kuwa hapa. Place for your pupils. Na hii ndio sehemu pekee kwa nyinyi wanafunzi. Place for your children. Ni sehemu sahihi kwa ajili ya watoto wenu. Ambapo we teach them about our creator. Tunawafundisha kuhusu Muumbaji. So this is the right place. Kwa hivyo hapa ni mahali sahihi. So bring your children here. Tafadhali leta wanafunzi hapa. You will not regret. Na utajuta kabisa. Bring all of them here. Walete wote hapa. You will enjoy to have them. Utafurahia kuwa pamoja. We prepare them for their future. Tunawaandaa kwa ajili ya maisha yao baadaye. To be a good people in their future. Kwamba wawe watu wema baadaye. And to be good children in their families. Na kuwa watoto wema katika familia zao. So after saying all this, baada ya kusema haya, let me take this moment. Nichukue nafasi hii to welcome you all. Kuwakaribisheni nyote who are visible here, ambao wako hapa, and those who are seeing us. Na wale ambao wanatufuatilia. Before coming here, kabla ya kuja hapa, I was communicating with one of our professor. Alikuwa anawasiliana na mmoja wa maprofesa. Is Abdullah. Yuko kule ng'ambo. I told him. Pastor aliweza kumwambia, Professor, follow us on this service today. Tafadhali profesa, hebu tufuatilie katika huduma hii. And he told him it is still night in US. Na akaniambia kule Marekani sasa hivi bado ni usiku. But we will follow you later on. Lakini nitawafuatilia baadaye. And many friends of us, they are following us. Na marafiki zetu wengi wanatufuatilia. In the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo, chapter 12. Mwanzo sura ya 12. Chapter 12. Mwanzo sura ya 12. I think today I better be very careful. Nadhani leo niweze kuwa makini sana. I better be careful. Niwe makini. So you better pray for me. Ni heri uweze kumwambia pastor. Can be extra careful today. Kwamba leo niweze kuwa makini zaidi. We are not alone here. Hatuko peke yetu hapa. We are not alone here. Tuko peke yetu. So if I mess up here, kwamba nikikosea hapa, if we mess up here, tukikosea hapa, it is not Modespak. Sio Modespak imekosea. It is the holy church. Kwamba ni kanisa zima litakuwa limekosea. So you better keep praying for me. Tafadhali muweze kuomba kwa ajili ya mchungaji wetu. You better be praying for me. Tafadhali tuombe kwa ajili. Genesis chapter 22. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Yes, I will read from Leviticus Standard Version. Ataweza kusoma katika toleo hilo Standard Version. And for those of you who are having other versions, you will follow. Na wale ambao wana matoleo mengine watasoma. Leviticus Standard Version reads. Katika version ya Standard ya Kiingereza inasomeka. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. So God tested Abraham. Na Mungu anamjaribu Abraham. Does God test his people? Je, Mungu anajaribu watu? Does God test his people?
Je, Mungu anajaribu watu wake? And if he does, Na jinsi anafanya, if he does so, na ikiwa atafanya hivyo, how kivipi and why? na kwa nini Why ajaribu? should he test? Kwa nini ajaribu watu? This way God tested Abraham. Na jinsi Mungu alivyomjaribu Ibrahim. Is it the same way when Jesus was in the wilderness? Je, ni jinsi Yesu alipokuwa kule jangwani? He was being tested by the devil? Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani? Obvious no. No. Hapana. No. Hapana. In Genesis chapter 22, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22, God's purpose, God's purpose kusudi la Mungu is to try how loyal Abraham was to God. Ni kujaribu namna gani Ibrahimu alikuwa mwaminifu. And the outcome of this test is na tokeo la jaribu hili to justify his people. Ilikuwa ni kuhakikisha mtu wake. And when God is testing us, na Mungu anatujaribu nasi, he means good for us. Na Mungu anapojaribu anamaanisha jema kwetu. He doesn't mean anything evil. Hamaanishi chochote kibaya. It means good to us. Anamaanisha chema kwetu. To see if we really respect him. Kuweza kuona kama kweli tunamtii. And so God tested Abraham. Hivyo Mungu akaweza kumjaribu Ibrahim. After all of this. Na baada haya yote. After what? Baada ya nini? After what? Baada ya nini? Verse 2. Katika aya ya pili. He said, neno linasema, he said, take your son. Akasema mchukue mwanao. Your only son, Isaac. Mwana wako wa pekee. Whom you love. Umpendaye Isaac. And go to the land of Moriah. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria. And offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you. Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Number 2. Swala la pili is God's demand. Kwamba kusudi la Mungu. This now is a test. Hili ni jaribu. This now is a test. Ni jaribu sasa. To give Isaac. Kwamba kumtoa Isaac. The beloved son. Mwana wa pekee. The only son to Abraham. Ni mwana pekee wa Ibrahim. The promised son. Mwana wa ahadi. To take him to Mount Moriah. Kwamba aweze kumpeleka katika mlima Moria. And sacrifice him there. Na kuweza kumtoa kafara kule. Because the God's demand. Kwa sababu kusudi la Mungu. And so God's request here. Na hiyo ni ombi la Mungu. Is that Abraham. Kwamba Ibrahim. Should take his beloved son Isaac. Kwamba aweze kumpeleka mwana wa pekee Isaac. Go to mountain Moriah. Na aweze kumpeleka katika mlima Moria. And sacrifice him there. Na kumtoa sadaka kule. The simple word is. The simple word is. Neno rahisi ni hili. To kill him there. Kuweza kumuua kule. To slaughter him there. Kumchinja kule. On that mountain of Moriah. Katika mlima ule wa Moria. This was God's test. Hili ni jaribu la Mungu. To see how Abraham. Kuweza kuona jinsi Ibrahim. Would react. Angeweza kutikia. When God demanded his favorite choice. Wakati Mungu anapoamua kufanya ya kwake. In fact, Abraham obeyed God. Na Ibrahimu aliweza kumtii. Watu wengine wanauliza, did Abraham consult Sarah his wife? Je, Ibrahimu aliweza kumhusisha mkewe Sara? Some are saying no. Wengine wanasema hapana hakumhusisha. Not consult. Wengine wanasema hakumhusisha. Why? Kwa nini? Maybe they are saying maybe. Wengine wanasema labda. The reason would be. Sababu ingekuwa hivi. Sarah could not accept. Sara asingeweza kukubaliana na hivi. She could say no. Sara angekataa kusema hapana. And the reason is. Na sababu ni hii. The reason is. Na sababu ni hii. She is the only son. Kwamba huyu ni mwana wao pekee. At her old age. Na katika umri ule. Of 8 years plus. Amba katika miaka 80 na kuendelea. So it could be hard for her to offer. Kwa hivyo ingekuwa vigumu kwake kuruhusu. Abraham. Na hivyo Ibrahim. He woke up. Akaweza. And they took his son Isaac. Na Ibrahim akaenda pamoja na mwanae Isaac. With the other servants. Na watumishi wengine. So they were moving. Wakati walipokuwa wanaenda. We are moving eastward. Na wanaenda. They were moving. Walikuwa wanaondoka. To the place God said they should go. Kuelekea katika sehemu ambayo Mungu alikuwa ameagiza waende. Verse 12.
Katika aya ya 12. In verse 12. Katika aya ya 12. The Bible says. Biblia inasema. He said. Akasema. He said. Akasema. Do not lay your hand on the lad. Usimnyoshe kijana mkono wako. Or do anything to him. Wala usimtendee neno. For now. Kwa maana. For now. Kwa maana sasa. For now. Kwa maana sasa. I know that you fear God. Ninajua ya kuwa unamcha Mungu. You fear God. Unamcha Mungu. And the reason is. Na sababu ni hii. Seeing you have not withheld your son. Kwamba haujamkatalia mwanao. Only son, mwana wa pekee from me kwa kumtoa kwangu. Shall we pray? Na hebu na tuombe. Our heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, speak to us. Ongea nasi. Speak to us now. Ongea nasi sasa. That we may understand. Ili tuweze kuelewa. Your wish in us. Kusudi lako kwetu. What you want from us. Kile ambacho unataka kutoka kwetu. What should we understand from Abraham and Isaac? Kwamba kile ambacho unataka tuelewe katika somo hili la Ibrahim na Isaac. Be with us, Father. Uwe nasi Bwana. From this beginning. Katika mwanzo huu. To the end. Mpaka mwisho. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Now, let us go together. Sasa twende pamoja. In chapter 22. Katika sura ya 22. Of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. It is a continuation. Ni muendelezo. It is a continuation of what is taking place in chapter 21. Ni muendelezo wa kile ambacho kinachukua nafasi katika sura ya 21. It is a continuation. Ni muendelezo. Why? Kwa nini? Because in chapter 21, katika sura 21, God visited Sarai. Mungu anamtembelea Sara. God visited Sarai. Mungu akamtembelea Sara. God visited him, visited her. Mungu akamtembelea Sara. Can you see this? It is a continuously meeting. Na hivyo tunaona huu ni mkutano ambao unaendelea. God is visiting Abraham's family. Mungu anaitembelea familia ya Ibrahim. And he is doing something that is very extra. Na anafanya jambo ambalo ni la ziada hapa. Beyond human understanding. Jambo ambalo ni zaidi ya uelewa wa mwanadamu. In chapter 17. Katika sura ya 17. God promised Sarai that she could conceive. Mungu anamwahidi Sara kwamba ataweza kuzaa. At her old age. Kwamba ataweza kuzaa katika umri ule wa uzee. A son. Na atakuwa na mwana. And that son could be called Isaac. Na mtoto angeitwa Isaac. Isaac means laughter. Isaac inamaanisha laughter. Kicheko. Isaac means laughter. Kicheko inamaanisha kicheko. Why laughed? Kwa nini kicheko? The reason is sababu ni hii. Bearing a son at the old age like that. Kwamba aweze kupata mtoto katika umri ule wa uzee. At her old age like that. Yani kwa umri ule wa uzee. 8 years plus. Yani miaka kuelekea 80, zaidi ya 80. Plus. Miaka zaidi ya 80. Could be a laughing moment. Ingekuwa ni swala la kicheko. That's why her son was called Isaac. Ndio maana mtoto huyo akaitwa Isaac. I will not base on that. Na sitazingatia sana pale. In chapter 22 now. Katika sura 22. The Bible says. Biblia inasema. After these things. Baada ya haya yote. What are those things? Mambo gani hayo? Sarah had already a son. Sara tayari alikuwa na mwana. Sarah already had a son. Na Sara tayari alikuwa na mwana. That son is Isaac. Na huyo mwana ni Isaac. They are enjoying to have him in the family. Na hivyo wanafurahi kuwa na mwana wao katika familia. Life was moving smart. Na maisha yalikuwa yanaendelea vizuri kabisa. Life was moving smooth. Walikuwa wanafurahia maisha. Why the balance house. Katika nyumba ya mgumba huyu. There is a son now. Sasa kuna mwana. So there was an enjoyment moment. Na hivyo basi kulikuwa na furaha katika familia hii. Walikuwa wanafurahia, walikuwa wanashangilia, kulikuwa na harusi. Why? Kwa nini? God has done beyond human comprehension. Kwa sababu Mungu amefanya zaidi ya kile ambacho mwanadamu anaweza kufikiria. Beyond human understanding. Zaidi ya kile mwanadamu anaweza kuelewa. All of those things. Na baada ya hayo yote, then God na Mungu tested Abraham. Anamjaribu Abraham. And at this time, katika wasaa God is speaking to Abraham. Mungu anaongea na Ibrahim.
God is speaking to Abraham. Mungu anaongea na Ibrahim. Abraham. Kwamba Ibrahim. Ibrahim. Wake up. Amka. This is my request to you. This is my request to you. Na hili ndilo ombi langu kwako. This is my demand to you. Kwamba hili ndilo amri yangu kwako. This is my demand to you. Hili ndilo amri yangu kwako. Take your son. Chukua mwanao. Your beloved son. Mwana wako wa pekee umpendaye. Your only son. Mwana wako wa pekee. This beloved son. Huyu mwana pekee unampendaye. He is found in the Gospels. Anapatikana katika Injili. When Jesus was baptized. Wakati Yesu alipobatizwa. When Jesus was baptized. Wakati Yesu alipobatizwa. God announced publicly. Yes, Mungu aliweza kutangaza hadharani. He said, you people. Akasema, enyi watu. You people. Enyi watu. Listen to me. Sikilizeni. This is my beloved son. Huyu ndiye mwanangu nimpendaye. This is my beloved son. Huyu ndiye mwanangu nimpendaye. Listen to him. Hebu msikilize. Beloved son. Mwana wangu mpendwa nimpendaye. So God is telling Abraham. Na hivyo Mungu anamwambia Ibrahim. Take your beloved son. Chukua mwanao pekee. Underline that. Pigia mstari pale. Your beloved son. Mwana wako pekee umpendaye. Pigia mstari. Sikiliza. Your beloved son. Mwana wako pekee. The one you love utmost. Yani, yule umpendaye sana. Take the thing you love utmost. Chukua kitu ambacho unakipenda sana. Think about the things you will love most. Hebu fikiria vitu ambavyo unavipenda sana. Suppose. I think the other time. Pengine wakati fulani. I talked with my wife the other time. Pastor alikuwa anaongea na mke wake. Our son was like 2 years. Mtoto wao wa kiume alikuwa kama miaka miwili. Heli was like 2 years or 1 year plus. Yani yule Heri alikuwa kama miaka miwili. And I told her mama. Na pastor alikuwa anamwambia mama yake Heri. Suppose if God, ikiwa Mungu will tell us as he told Abraham. Kwamba tuambie jinsi alivyomwambia Ibrahim. What do you think? Will we offer Heri to be an offering? Kwamba je, tunaweza kumtoa Heri kuwa sadaka? I saw this lady. Aliweza kuangalia mama yake Heri. I saw her face. Na akaweza kuangalia sura yake. I can't exactly cite the words she told me. Hawezi kusema kile ambacho aliambiwa hasa. But I remember something she said. I think that would be difficult. Lakini nakumbuka kitu ambacho aliweza kusema kwamba hiyo swali itakuwa gumu kwangu. Na hivyo Ibrahim. So Abraham. Na hivyo kwa Ibrahim was told by God. Aliambiwa na Mungu. Take your beloved son. Chukua mwanao wa pekee. Your beloved son. Mwana wako wa pekee. To the Mount Moriah. Mpeleke katika mlima Moria. I will show you. Ambapo nitakuelekeza. The point is. Jambo ni hili. Take the thing you value the most. Kwamba chukua kitu ambacho unakithamini sana. We value our wives. Tunathamini wake zetu. Value our husbands. Tunathamini waume zetu. Value our children. Tunathamini watoto wetu. Value our houses. Tunathamini nyumba zetu. Value our cars. Tunathamini magari yetu. Value our position. Tunathamini mali zetu. We have a relation to those we value. Tuna vitu ambavyo tunavipenda. There are the things that we value most. Kuna vitu ambavyo tunavipenda sana kuvithamini. So Abraham was taking your beloved son. Kwa hivyo Ibrahim aliambiwa chukua mwanao pekee. The one you love. Yule umpendaye. Not the one you hate. Asiye yule ambaye unamchukia. The one you love. Yule umpendaye. Take him. Chukua, mchukue. To Mount Moriah. Katika mlima Moria. I will show you. Nitakuelekeza. Take him there. Chukue kule. Think a little bit. Hebu tufikirie sasa. What do you value most in your life? Ni kitu gani ambao unathamini sana katika maisha yako? Recently. Hivi karibuni. When I lost my young brother. Pastor alipopoteza mdogo wake. It has been tough to me until now. Imekuwa wakati mgumu sana kwake. It has been tough moment. Imekuwa wakati mgumu kwa pastor wetu. He was the man. Alikuwa ni mwanaume that he could write a message to you even 4 times per day. Ambaye angeandika message hata mara 4 kwa siku. Day and the night. Usiku na mchana. He could call you. Angeweza kukupigia simu. Before he goes to his bed. Na kabla hajaenda kitandani kwake. He could call me or his in-law. Angeweza kumpigia pastor au shemeji yake. Please play for me before I sleep. Kwamba tafadhali niombeeni kabla sijalala. And when he slept, na alipolala, it was hectic to me. Ilikuwa ni shida kwa pastor wetu. He's after me. Yuko pamoja.
He's after me, next to me. Anamfuata pastor kwa kuzaliwa. Our last born. Ni mzaliwa wa mwisho. We lived as friends. Wameishi kama marafiki. Not only because we came from the same parents. Sio kwamba tumetoka katika wazazi wetu. Waliweza kushirikiana mengi. And if you find us speaking, if we don't speak for 5 minutes. Tungeongea hata zaidi ya dakika 5. We speak hours. Tungeongea masaa. We speak hours. Ungeongea masaa. What you value most in your life? Nini ambacho unakithamini sana katika maisha? What do you value most in your life? Moja, 2, 2, my son, mwanangu. Maybe he could start afresh. Maybe alafu tena anaanza upya. No. Let me start afresh. Tafadhali ngoja nianze upya. Moja. The knife is very sharp. Kisu kikali. That when he hits once, na kwamba akikata mara moja, the head is this side. Kichwa kitakuwa kule. The other part of the body na kiwiliwili kinakuwa kule. So here he comes. Na sasa kisu kinashuka. When he was almost cutting, na wakati akiwa tayari kukata, it is as if like a hand holding him. Mkono ukamshika. Like saying shh. Namwambia wait. Subiri. Wait. Subiri kwanza. Wait. Subiri. Abraham. The same voice. Sauti ile iliyomwita mwanzo. Called him in verses 1 and 2. Katika aya ya kwanza na ya pili. The same voice. Sauti ile called again. Inaita tena. Ibrahim. Wait. Subiri. Don't do that. Usifanye hivyo. Don't do that. Usifanye hivyo. By the way, why? Kwa nini? Mesopotamia. Katika Mesopotamia. Katika Mesopotamia. It was normal. Ilikuwa ni tambara. The sacrificing of children, it was normal. Yani kutoa sadaka kwa watoto ilikuwa ni kawaida. In doing the idol worship. Kwa ajili ya ibada ya sana. So it was like a tradition. Ni kama desturi, kwa ni kama desturi. This time allowed. Lakini sasa kwa wakati huu, if God would allow Abraham to kill his son, ikiwa Mungu angeruhusu Ibrahimu kuua mwanawe, then Satan could come. Na hivyo basi shetani angekuja. Maybe he could tell God. Na hivyo angemwambia Mungu, God, Mungu, you are also coming into my business. Na pia Mungu umekuja katika biashara yangu sasa. It was not God's intention. Haikuwa nia ya Mungu kufanya hivyo. It was not God's intention. Haikuwa ni nia ya Mungu. He could not allow Isaac to be killed. Na hivyo Mungu hangeruhusu Isaac aweze kuwa. Kwa sababu Isaac would not die for the whole universe. Asingekufa kwa ajili ya dunia nzima. Hapana. Hapana. Only Jesus. Ni Yesu pekee. Only Jesus. Ni Yesu pekee. My begotten son. Ambaye ni mwana pekee wa Mungu. My beloved son. Ambaye ni mwana pekee wa Mungu. Those are God's words. Hayo ni maneno ya Mungu. My begotten son. Kwamba mwana pekee. My beloved son. Mwana wangu pekee. Whom I love. Ambaye nimpenda. Listen from him. Msikilize yeye. Not Isaac. Sio Isaac. God told Abraham stop. Na hivyo Mungu akamwambia Abraham, God said, Mungu akasema, now I know. Sasa nimeweza kujua. Now I know. Sasa nimeweza kujua. Now I know. Sasa nimeweza kujua. Remember, kumbuka Abrahamic story katika historia ya Ibrahim begins from Genesis like 12. Inaanzia katika Mwanzo sura ya 12. Chapter 12. Mwanzo sura ya 12. He's the same God calling Abraham. Ambaye ni Mungu yule anamuita Ibrahim. To move from his country. Kwamba kutoka katika nchi yake. Country which he would show him. Kwenda katika nchi ambayo angeonyeshwa. He obeyed. Ibrahim aliweza kutii. Up to this moment. Hadi wakati huu. God has never. Mungu has never said now I know. Hajawahi kusema kwamba sasa najua. This is to say. Hivi maana yake ni kusema kwamba
whatever Abraham has been doing along the way here, kile kitu ambacho Ibrahimu amekuwa akikifanya hapa, it was not sanctified before the Lord. Kilikuwa hakijampendeza Mungu. Did not touch God. Ilikuwa hakijamgusa Mungu. Now, na sasa, now I know. Sasa ninajua. When he offered his begotten, his son, kwamba kwa kutoa mwana wa pekee, his beloved son, mwana wa pekee, is now God said, na Mungu akasema sasa, I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. Modest patch. Now God knows. Sasa Mungu anajua. My principal, now God knows that we are here. Mkuu wangu wa shule, sasa Mungu anajua kwa This house, katika jengo hili of the worship, mahali pa ibada, sends a message to God. Anatuma ujumbe kwa Mungu. Now I know. Sasa ninajua. It is until, mpaka sasa, it is until we do something extra, yani mpaka tufanye jambo la ziada, is when God will say, wakati ambapo Mungu atakaposema, I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. It is until, ni wakati ambapo we do something beyond your obvious, tufanye kitu ambacho ni zaidi ya kile tunachokiona, that will touch heaven, ambacho kitagusa mbingu. so when God will say, hapo ndipo Mungu atakaposema, now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. Have you heard that voice before? Ushawahi kusikia kauli hiyo? God telling you in a vision, kwamba Mungu anakuambia katika njozi, now I know. Sasa ninajua. We have been church members for several years. Tumekuwa katika washiriki miaka kadhaa. We have been baptized in the churches. Tumebatizwa katika makanisa. We are full church members from our birth. Tumekuwa washiriki kuanzia tukiwa wadogo, tumezaliwa tukiwa washiriki. Have you heard God saying, now I know? Ushawahi kusikia Mungu anasema, sasa ninajua? In all of your responsibilities, katika majukumu yako yote, in all of your youthful lives, katika maisha yako ya ujana, in all of your womanhood lives, katika maisha yako ya ubinadamu, in all of your manhood lives, katika wanaume wako, as God said, Mungu amesema, now I know. Mungu ameshawahi kusema kwamba sasa najua. Commitment, katika jitihada zako zote, as God said, now I know. Mungu ashawahi kusema kwamba sasa ninajua. Sometimes, wakati mwingine, this God's request here in verses 2. Katika kusudi la Mungu katika aya ya pili, this request goes beyond human understanding. Ili ombi linaenda zaidi ya uelewa wa mwanadamu. Goes beyond human understanding. Inaenda zaidi ya uelewa wa mwanadamu. God ask my only son. Mungu angeweza kuulizaje? You know he gave me the son. Ninajua kwamba amenipa mwana. But how can he question him again? Kwa nini sasa tena amuulize? That I may kill him. Kwamba nimuue mwanangu. Listen here the lessons. Sikiliza hapa katika somo hili. God demanded whatever we value in our life to give him. Mungu anahitaji kila ambacho tunakithamini katika maisha yetu tuweze kumpa. One of the things we value in our life, kitu ambavyo tunathamini katika maisha yetu, our wives. Wake zetu. Let us give our wives to Jesus. Hebu tutoe wake zetu kwa Yesu. For those of having husbands, wale ambao wana waume, let us give our husbands to God. Hebu na tuweke waume zetu kwa Mungu. Let us give our children to God. Watoto wetu tuwatoe kwa Mungu. Let us give our profession to God. Taaluma zetu tumpe Mungu. Let us give our education to God. Elimu zetu tumpe Mungu. Let us give our all belongings to God. Na tutoe vyote tulivyo navyo kwa Mungu. Let us give tithe and offering to God. Tutoe zaka na sadaka kwa Mungu. Let us give much as possible to God. Kila ambacho kinawezekana tutoe kwa Mungu. Let us give back our proudness. Yale majivuno yetu yote. Our exaltness. Yale majivuno yetu. Our selfishness. Ule ubinafsi wetu. Our proud. Ubinafsi wetu. Sometimes when we are walking on the way, wakati mwingine tunapotembea njiani, could it not be me? Kwamba kama sio mimi, nothing could happen. Hakuna ambacho kingetokea. Hakuna ambacho kingetokea. It is me. Kwa hivyo ni mimi. Like King Nebuchadnezzar. Kama mfalme Nebukadneza. Who has done all of this in Babylon. Ambao ametawala Babyloni nzima. Let us give God glory. Hebu na tumpe Mungu utukufu. Then he will say, ndipo atakaposema, now I know. Sasa ninajua. Today. Leo. What do you think we value most in our lives? Ni kitu gani ambacho tunafikiri tunakithamini sana katika maisha? Our bodies,
mili yetu. How do we treat our bodies? Namna gani tunavyojali mili yetu? God is telling us, Mungu anatuambia, your bodies are the temple of the Holy Spirit. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, where he lives. Ambapo anaishi yeye. So you better watch out how you treat your bodies. Na hivyo uwe makini namna gani unatunza mwili wako. That's to say, ni hivyo ni kusema kwamba whatever I drink, kwamba kile ambacho ninakunywa, whatever I eat, kile ambacho ninakula, whatever I speak, kile ambacho ninaongea, whatever I speak, kile ambacho ninatamka, should be glorifying the name of the Lord. Lazima kimtukuze Mungu. So when God will say, ndipo Mungu atakaposema, now I know. Sasa ninajua. Turn to your neighbor. Hebu mgeukie jirani yako. Turn to your neighbor. Mgeukie jirani yako. Wake up him or wake up her. Mwamshe. Wake up him, wake up her. Mwamshe. Tell him or her. Mwambie, now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. God is saying, now I know. Mungu anasema sasa ninajua. God is telling you. Mungu anakuambia wewe. Now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. Hallelujah. 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 God knows us all. Mungu anajua. But it is until we do extra things. Mpaka mahala ambapo tutakazofanya vitu ambavyo ni vya ziada. When now heaven will be doing like this. Hapo ndipo mbingu zitashangilia. Na kushangilia. Now I know. Sasa ninajua. 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 Until we submit ourselves to him. Mpaka tutakapojitoa kwake. When God will say, ndipo Mungu atakaposema, now I know. Sasa ninajua. In doing all our sins, kwa kufanya dhambi zote, until we say not to sin, wakati ambapo tunasema sasa dhambi, not to fornication, kwamba tusifanye uzinzi sasa, not to alcohol taking, kwamba tuache ulevi, not to cigarette smoking, kwamba tuache uvutaji wa sigara, not to backbiting, kwa hiyo tuache umbea, kusengenya watu, not to proudness, kwamba tuache majigambo na majivuno. When God, wakati ambapo Mungu, hapo ndipo Mungu atakaposema, God will say, sasa Mungu atasema, now sasa I know. Ninajua. That is the message of the hour. Na ndio ujumbe wa sasa. I know. Kwamba sasa ninajua. Wherever you are, popote ulipo, be at home, ukiwa nyumbani, be in this church, ukiwa katika kanisani, wherever you are following us, mahali popote ambapo unatufuatilia, this is the point. Au ndio ujumbe. It is until we have done extra things in our life, wakati ambapo nafikia tumefanya yale ambayo ni ya ziada katika maisha yetu, extra decision in our lives, yale ambayo tunafanya, when Jesus will say, hapo ndipo Mungu atakaposema, now I know. Sasa ninajua. In a positive way, now I know. Kwa namna ambayo ni chanya, sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. I wish we do extra actions in our life. Ninatamani kuweza kufanya mambo ya ziada katika maisha yetu. When we will wait is reaction. Ndipo tutakapongojea matokeo. Now I know. Sasa ninajua. As our church choir comes, wakati kwaya yetu ya kanisa inakuja hapa, I think time is moving. Naona muda unaenda. I think time is moving fast. Muda unakimbia sana. Maybe they will sing as we will be concluding here. Labda wataimba wakati ambao tunahitimisha hapa. This afternoon, katika mchana wa leo, because we are going also for the Lord's Supper, kwa sababu tuna meza ya Bwana hapa, is when we participate, wakati tunapo jihusisha, when we participate in the Lord's Supper, tunapojihusisha katika meza ya Bwana, who knows, nani ajuaye, is when God says, wakati Mungu atakaposema, sasa ninajua. Because some church members, wakati unajua, wakati mwingine washiriki wengine, during the moment like this, katika nyakati kama hizi, some will quit from the church, wengine wataondoka and say I cannot participate, wengine watasema siwezi kushiriki. It is until we have done extra actions, ni wakati ambao utakapofanya ziada, when God will say, na wakati ambao Mungu atakaposema, now I know, sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. This afternoon, katika mchana wa leo, how many are saying, wangapi wanasema, how many are saying, wangapi wanasema, how many are telling God, wangapi wanamwambia Mungu, that God, kwamba Mungu, whenever you will call me, wakati wote utakaponiita, I will follow you, nitakufuata. Number 2, namba 2, whenever you request anything from me, chochote utakachoniomba mimi, I will give. Nitatoa. I will give. Nitatoa. Number 3, na swala la 3, God,
Omba Mungu, I want from today, ninataka kuanzia leo, by your grace, kwa neema yako, I want to live beyond the obvious. ninataka kuishi zaidi ya kile ninachotaka In my Christian life, katika maisha yangu ya Kristo. I want to hear your voice. Ninataka kusikia sauti yako. Now I know. Jinsi ulivyosema kwa Ibrahimu kwamba sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. I want you to say now I know. Ninataka sasa useme now. By your grace. By your grace. Kwa neema yako. Ninataka kusikia sauti hiyo. Sasa ninajua. How can I see? Kwamba kwa neema yako ninataka kusikia sauti hiyo. Nataka kusikia sauti hiyo. Kwa nini usisimame pamoja nasi? Kwa nini usisimame pamoja nasi? Kwa nini usisimame pamoja nasi? Tunapoenda kuomba, Why don't you stand with us? kwa nini usisimame? We are going to have a special prayer. Tunaenda kuwa na ombi We are maalum. going to have a special prayer. Tunaenda kuwa na ombi maalum From the small ones, kwa ajili ya wadogo the wale, big ones. kwa wale mpaka kwa wakubwa, His own needs. na kwa kila mmoja kwa ajili ya mahitaji yake. God is calling. Mungu anaita. Here, God is calling. Hapa Mungu anaita. He wants to talk to us. Anahitaji kuongea nasi. Anahitaji kujua hatua yetu mbele zaidi. Piga hatua mbele kama Ibrahim. Kwa nini usije mbele? Kwa nini usije mbele? Hebu tembea mbele. Tembea mbele. Kama Bwana atakupiga hatua, unajua njia zako. Unajua njia zako. Unajua maisha yako binafsi. Unajua namna unavyohusiana na Mungu. Njoo hapa mbele. 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 Kaka yangu. Ni wakati sasa. Nani ajuaye? Nani ajuaye? Mungu anataka kutambua jambo katika maisha yako. Mungu anahitaji kuongea nao. Sasa ninajua. Sasa ninajua. Sasa ninajua. Sasa ninajua. Ninangoja, njoo sasa ninajua. Ninangojea sauti hiyo. Wale ambao wanasikia sauti hiyo. Sasa ninajua. Mbele tuombe. Asante sana. Asante sana kaka. Asante kwa kaka ambao anakuja. Mungu anataka kusema. Sasa ninajua. Sasa ninajua. Katika ugonjwa wako. Sasa ninajua. Katika njia zako zote. Sasa ninajua. Katika changamoto zako. Sasa ninajua. Maisha yetu kwa Yesu. Macho yakiwa yamefunga. Hebu tuinamisha nyuso zetu na tuombe. I will pray. Pastor ataomba. And then our church elders why we come to pray. Na mzee wa kanisa pia Our Heavenly Father. Baba yetu wa We mbinguni. want to thank you as you patient way. Tunataka kushukuru kwa namna pekee. For speaking to us. Kwa kuongea nasi. For reminding us. Kwa kutukumbusha. That you are waiting us to make a step ahead. Kwamba unatungoja sisi kupiga hatua mbele. It's when you will tell us. Hapo ndipo
atakapotuambia, now I know. sasa ninajua. We want to stop all ways of fornication, Tunataka kuacha njia zote za uzinzi, evil talkings, mambo ya mazungumzo ya ovyo, evil actions, matendo maovu, bad habits. mazoea mabaya. We want to hear your voice Tunahitaji kusikia sauti yako telling us, ikituambia, now I know. sasa ninajua. We want to return you the offering in the tithes. Tunahitaji kurudisha zaka na sadaka. We want to give our husbands to you. Tunataka kutoa waume zetu kwako. We want to give our wives to you. Tunataka kutoa wake zetu We kwako. want to give our children to you. Tunataka kutoa watoto wetu kwako. We are eager to hear your voice. Now I know. Tunatamani kusikia sauti yako ikisema, sasa ninajua. We want to stop sinning. Tunahitaji kuacha dhambi. We want to surrender all lives to you. Tunataka kutoa maisha yetu kwako. In the front of you, mbele yako, there are your sons and daughters. kuna wana na binti zako. And behind it there, na nyuma kule, also you have your sons and daughters. una binti na wana zako. They have given their lives back to you. Wametoa maisha yako kwako. They have surrendered their lives back to you. Wametoa maisha yako. And even here, hata hapa mbele, you have your daughters and sons. una wana na binti zako. They have offered their lives back to you. Wametoa maisha yao kwako. That we may hear your voice. Kwamba tuweze kusikia sauti yako ikisema, now I know. Sasa ninajua. Speak to your people. Ongea na wana Speak wako. to your people. Ongea na wana wako. Speak to us. Ongea nasi. Speak to we your sons. Ongea kwa wana wako. Speak to your daughters. Ongea kwa binti zako. Speak with your lovely and tender voice. Ongea kwa sauti yako ya upole. Now I know. Sasa ninajua. Now I know. Sasa ninajua. For you making step ahead. Kwa nyinyi kupiga hatua mbele. Now I know. Sasa ninajua. To this woman, now I know. Kwa mwanamke huyu sasa ninajua. To this husband, kwa huyu mwanaume, now I know. Sasa ninajua. To this son or daughter, kwa huyu binti au now I know. Sasa ninajua. Let your presence, hebu uwepo wako, shine upon every one of us. Weze kutuangaza kwa kila mmoja wetu. As we continue to abide in your power. Tunapoendelea kudumu ndani ya uwezo wako. Abide in every one of us. Ishi ndani ya kila mmoja wetu. Once your presence goes with us, au uwepo wako unapoenda nasi, we are more safe in this planet. Tunakuwa na amani zaidi. Speaking with our friends globally wherever they are. Ongea na ndugu zetu popote walipo. Speak with all of them wherever they are. Popote walipo. Receive them wherever they are. Wapokee popote walipo. They are willing to hear your voice. Wanatamani kusikia sauti yako. Now I know. Sasa ninajua. This is our humble prayer. Hili ndilo ombi letu. Believing in Jesus' name. Kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. May God bless you all. Mungu aweze kuwabariki nyote. May God bless you all. Mungu aweze kuwabariki nyote. You may go back now to your seat. Hebu sasa